Ni kweli. Hapa yeye nilikuwa naelekea hapo mbele hapo. Kuna mtu anaenda kuonana naye. Umeenda kukutana na mtu. Naona ile machencheni. Baby. Hatujamaliza story. Anajua mimi nataka nimwambie nini hapa? Unahisi kishaanza kupagaa. Ukishaanza kupagaa. Ndo alosema hivi. Kwamba angalia marafiki zako ndo kama huyu. Nahisi kishaanza kudata. Ulikuwa wapi wewe? Kwani si nilikuaga asubuhi kwamba naondoka kwenda kuhubiri Injili? Gilgal, vile usinifanye mimi vile mtoto mdogo. Umeondoka hapa vile kwanza hujaniaga. Cha pili wewe ni mgeni huku. Cha tatu kanisani vile sijakuona. Nimeenda kanisani mpaka vile nimerudi. Ulitaka mimi nifanyeje? Ni nini mbaya? Ulikuwa wapi kwanza? Rozi, yani kikubwa hapa mimi ni Injili. Injili ndio imeleta kwenye kijiji. Na ninapoongea hivi asubuhi tu mtu akumhubiria mzee mmoja. Mzee yule nimemhubiria vizuri kabisa. Na nikaona neno linamuingia. Lakini alichonijibu aisee kwa kweli watu wa kijiji jamani. Mpaka hata sielewi. Eti na biti mimi niache shogo. Mimi niache shogo. Kweli? Na mhubiria yeye na mimi niache shogo. Sasa jambo kweli. Nisikilize. Vile hujaweza fanya mbaya kwenda kuhubiri huko mitaani. Lakini vizuri na busara ungeweza kuniaga kwamba mimi Rose natoka naenda hivi. Alafu cha ajabu ulivyomuongo unaanza kuniambia uliniaga saa ngapi? Umenifanya mimi nakuwa na stress mpaka huko mitaani yani naongea peke yangu. Ni nini mbaya? Lakini kikubwa zaidi mimi simtangaze Injili. Yaani shida unashindwa kujua kwamba sisi tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Mimi Roho Mtakatifu ameongea na mimi nenda kuhubiri Injili asubuhi. Yaani sio kwamba lazima paka nikwambie. Je, kama ungelikataa Roho Mtakatifu ningemkosea. Kwa hiyo nimeamka tu Roho Mtakatifu kaniongoza niende kuhubiri Injili. Ndio maana nikaamka nikaenda kuhubiri na watu. Na unamkumbuka yule anaitwa Nonje. Rafiki yako siku zile. Yule dada ninapokuambia hivi muda utamwona kanisani. Kwanza nashangaa hata kwa nini afurahi kwa ajili ya Injili. Yaani muda utamwona kanisani nimemhubiria, nimempa vipande vya maandiko A to Z, nimempa vitu vizuri. Nimempa matiro ambayo imenyoka. Unapoongea hivi muda utamwona kanisani. Sasa nisikilize. Naomba vile ukue makini na hiki kijiji. Hiki kijiji si salama na uliniweka kwenye wasiwasi kwamba hiki kijiji nakijua vizuri. Wewe umekuja vile juzi na siku sijui ya 3. Sasa take care. Ulikuwa wapi? Nilikuwa naenda huko kutembea. Rafiki yangu nimetoka zangu nyumbani unasema niende shamba leo. Bana nashukuru Mungu nimekuona. Maana yale mpaka mzuka yani umekuja mzuka kwenda shamba. Naamini leo huko nitapiga kipande kirefu sana. Yaani mpaka nimefurahi. Besiani. Kwa hiyo kumbatia. Nimekukumbatia, mbona shangaa? Hamna. Basi mimi niende shamba. Kweli. Afadhali shoga yangu nilivyokuona. Unaona asifiwe kwanza. Amina kubwa shoga yangu. Unaona mguu ulivyopauka hivi.
Mguu vile umefanyaje? Mguu ulikuwa unakuja nyumbani kwako. Nyumbani kwangu. Ni kwema. Usijali shoga yangu, kwema kabisa. Yaani wewe kuwa na amani. Ila shoga yangu, yule baba mchungaji yule, ulomtambulisha siku ile pale? Basi na imani Jumapili vile nitakuona kanisani. Maneno yamekuingia. Achana nawe mambo ya kanisani kwanza bwana. Mimi nina habari nzuri za moto. Habari zinachemka hivi. Shoga yangu, yule baba anakupenda. Yaani tena yule baba anakupenda aswa. Yaani ukiangalia hapa kijijini, wewe ni mhubiri mzuri. Tena mama muda wote na Biblia. Na yule baba ndo kama hivyo unavyoona. Shoga yangu mkubalie. Yaani vile sijakuelewa. Mimi kwenye hiki kijiji nilikuja na lengo hili, sikuja na malengo mawili. Kingine huyo Gilbert aliniambia kwamba jana alikutana na wewe, akakuhubiria, ukamwambia Jumapili tutakuwa wote kanisani. Sasa hayo mambo mengine. Alafu kingine, kwangu mimi, yani hamniwezi. Ila Gilbert, kwa kuwa vile amenidanganya, nitadili na yeye. Nitadili mmoja na mmoja. Na wewe, Jumapili na imani utakuja kanisani. Namfuata huyo Gilbert. Shoga yangu. Lazi. Kwa vile alikuwa ananidanganya mimi. Welazi. Huyu naye anajifanya mama Biblia muda wote na Biblia. Ya mimi nampa dili la maana hapa, anakataa. Nia yake anataka nipe maskini au sio? Yaani hapa jana tu nimekalishwa chini tu kupewa habari nimepeka 5,000. Nikimshawisha kikubali kabisa mimi nitakuwa milionea hapa kijijini kote. Mchungaji usimtanie, ila sema yule mchungaji naye anataka kula kondoo wake. Huku. Yaani bwana wana kijiji cha humu kwenye kijiji chetu. Sio kulima kabisa. Sasa cheki majani alipotiana. Ukalisusa kabisa shamba lake alijui kabisa. Sio kwa katoka. Assalamu alaykum shewa. Wa alaykum salam. Kaifa. Alhamdulillah shewa. Ndo vitu vyangu hivi. Vipi ndugu yangu? Mbona umeadimika sana kwenye kijiji chetu? Ulienda wapi ndugu yangu? Manake hata kutoa taarifa ndugu yangu. Si unajua shewa wangu sio wagogo. Ukifika muda kama huu ndo muda huu. Inabidi mimi nirudi kule nikauzauze ving'ombe kidogo hata vile vitatu nipate hela nije nilime bwana. Kwa ndugu yangu sitaki kuniambia kwamba hapo wenyewe umejazia. Halo. Mambo sio mabaya sana. Ni kweli kabisa. Ila shehe wangu bwana, kuna kitu kidogo kimenistaajabisha. Nini hicho ndugu yangu? Wakati napita nikapita kwenye shamba ile la Kobelo naita mtoto kautaka. Nimepita bwana, nimekuta shamba liko vizuri kabisa. Yaani yule kijana naona kweli kaja akajipanga. Taarifa za kwanza kuzipokea kwenye kijiji. Nilikuwa najua nisikie yule mkulima kafa. Kama hajafa angalau katoka kwenye kijiji kile kiuno center bolt imeenda kulia na kushoto. Asa nakuta mambo yameka. Yule kijana yuko vizuri shewa. Yule mtoto bwana anajua. Yaani yule alipotoka kaaga. Umeona alipotoka kaaga. Yule bwana naweza nikasema na mkono wa kulima. Yaani kusema kweli yule mtoto tumpe maua yake wanasemaga. Tumpe maua yake. Na naweza nikasema mkulima kawaweza kwenye shamba. Maana shamba gumu lile. Sababu lile historia ya shamba siku 2 lazima ucheze unapochezaga. Ukichelewa sana siku 3. Sasa yule mtoto ana zaidi ya mwezi wa 4 usiwa 5. Naweza nikasema kwamba tumpe maua yake. Asa mtu kama yule tukiwa kwetu kule. Sisi tunamuita ile babadu. Babadu ile limeshindikana. Sasa ndugu yangu, acha kwanza nizunguke kijini. Ambao hata nikutane naye. Yaani yule nampa kongole kubwa sana. Acha nikampe kongole zake shehe wangu. Haina shida ndugu yangu. Haya shehe wangu bwana, siku moja nitakuja msikitini kwenu pale. Haina shida, tunakaribisha vijana kama nyie. Sawa. Naona kabisa hata kusema ulete zawadi ndugu yangu. Hamna usijali nitakupatia. Ila huyu mkulima anatuchukuliaje sisi? Inafika stage mpaka hawa wote tunaona yani wanakuja wanaongea hajui tu kwamba wanaongea na jinsi inavyonichoma moyoni mwangu. Angejua asingekuwa anaongea upuuzi wake kama huu. Hii inakujaje? Na mkuu kwa nini anafanya ushenzi kama huu? Anashindwa kulifanya ili jambo kwa haraka. Ila hii inaniuma sana. Na angejua asingekuwa anaongea upuuzi wake kama huu. Ila naye yote na yote, mbona mbea huyu? Yaani kafika leo hata naisi hata nyumbani kwake hajafika. Utaka kujua ya watu.
Huyu naweza nikatana nacheza naye. Wewe uweze ukafika leo ukataka kujua ya watu. Sasa wewe nacheza na wewe. Na sijaipenda hiyo. Inakuwaje mkulima unamkumbatia? Ila wewe mkulima wewe mkulima wewe. Haya kama usikii. Hizi taarifa lazima nimpelekee mkuu wangu. Hivi mtoto anachukulia kwamba sisi wakuja ama izalao. Mkuu. Wanasemaga wazungu umeketi, umekaa chini. Kiuno changu mie. Uzee huu. Mkuu. Niambie Kingue. Vipi mkuu wangu? Nashukuru. Bana mkuu, leo nina masikitiko makubwa ama taarifa ambazo kidogo zinaniumiza kiubongo wangu naweza nikasema. Kwenye kutoka zangu nyumbani naelekea msikitini. Nikakutana na kijana mmoja hivi karibuni hapa katikati alikopo hayupo. Halo, zile taarifa alizokuwa ananipa ukweli leo iliniuma sana mkuu wangu. Na nikasema kwa nini yani mpaka inakuwa hivi? Tumefeli wapi mimi na familia yangu? Sema sio swala. Hii taarifa itakuwa sio vizuri. Nikaacha hata kwenda msikitini. Jana alisifia sijui makongole, si kongole, si kongo, si nini. Kwamba yamenawili. Nikamwangalia, nikamchola, nikamzumu. Ajui tu kwamba moyoni ilipokuwa inaniuma. Ila angekuwa anajua na ningekuwa na roho nyepesi, mimi mkuu ungesikia kwamba mimi nipo jela. Ningemwangamiza pale pale. Kwa sababu alikuwa anaongea maneno. Anachukulia tu simple kinajichekesha tu. Akati ajui mimi moyoni mwangu kwamba naumia kiasi gani. Uzembe mmetaka wenyewe. Yaani huu uzembe mmetaka wenyewe. Nilikupa kazi. Udili na mkulima. Haya leo hii kiko wapi? Mpaka leo hii kiko wapi? Mkulima ametoka shambani anakuja kutupanda mpaka nyumbani. Umemwacha shambani ametoka. Hivyo mkulima kweli wa kumkumbatia wa? Mkulima wa kumkumbatia wa? Hii kweli malololo mkuu wangu. Yaani inafika stage mpaka alishangazi letu au linyashi letu analikombatia sisi tumbo kwenye hichi kijiji. Na sisi ndo magwiji, sisi ndo wandewa, sisi ndo wakubwa hichi kijiji. Sio kukupanda kichwani. Wewe mwenyewe umeshindwa kujiongeza. Nimekupa kazi ya shambani. Unakuja hapo unajichekelekesha nini? Nini cha kujichekelekesha? Umeshindwa kufanya kazi, unakuja hapo unaongea mambo gani? Mkulima ameacha shamba kule amekuja mpaka nyumbani kwangu mimi. Anagonga mlango wangu mimi wa dhahabu. Mlango wa upendo wangu, Kinguya. Yaani tunapanda kichwani hivi tunajiona. Malololo. Halo. Kinguya. Kweli malololo. Sawa, achana na yote. Nilikupa kazi. Umpole ile cheni, umefikia watu mpaka leo. Mkuu, naweza nikasema ajali kazi. Huu ndo uzembe wenyewe huu. Swala, mimi kweli nilitaka kujaribu kuichukua ile cheni. Ila kwa mazingira leo nitokea pale, nikajisikia kama homa sio homa, kichwa sio kichwa, na hisi ilikuwa UTI. Nilipigwa shoti pale mkuu. Aisee. Yeye na hisi kai UTI sugu. Ila nikasema sio swala. Na hapa nyewe mkuu, tukitoka hapa naenda kumchukua dadangu Igagula Unonje. Naenda kuchora naye pale mtaani kwake. Naenda kucheza naye sindimba pale. Sio unasema kwamba nitaenda. Alafu bado umelikalisha tu hapa. Linyanyue kalifanyishe kazi huko. Sio unakaa hapa. Haina shida mkuu. Unakaa unajichekelekesha nini? Asila mkuu wangu hazisaidii chochote. Asila wanasemaga hasara. Mimi niache tu mkuu wangu niende nikapeleke Kigoma hapa nikanjazie nzi. Huyu mtoto hawezi akatutawala sisi. Yeye unakuja kabisa unichekelekesha. Sasa huyu anamfuata nyumbani na Nonje. Kama je nyumbani atamkosa, akiwepo adili naye.
Hivi ananipandaje mimi kichwani? Nyasi langu kabisa, yani analikumbatia mkulima. Mkulima, kazi unayo. Tumekuja site. Tumekuja nyumbani hapa, japo sio nyumbani kwetu. Sasa bwana mkulima, leo kimekuja kikosi cha kazi zima moto hapa. Leo tunatindua hapa. Sigleda au naongopa dada? Kweli kabisa, leo lazima kuwake. Hapa lazima kuwake. Lazima kuwake. Ili ni gleda lazima lichimbue, lichifue. Atangona mambo. Sasa hapa maongezi sio mengi. Hapa maongezi machache, kazi kwa wingi. Sasa hapa natakiwa uchome ndani, ukaangalie kinachokuwepo, tufanye yetu. Na kama utamkuta, hamna kumwacha salama. Ni kumaliza. Sawa? Haya, choma ndani. Wait. Wewe dada muoga. Uongo. Uoga dadangu. Wewe muoga wewe. Hamna chochote hapo. Hamna chochote bwana dadangu. Hiyo mikono yako ulishika labda maji hapo, umetetemeshwa kidogo. Gusa tena na kitu hapo. Rudia bwana. Unakuwa mzembe kwenye kazi. Wait. Kumbe wapo serious. Wait. Nyanyuka dadangu. Nyanyuka dada. Mtoto mboka shakuwa mgumu huyo. Mbona tuzoe? Nyanyuka dadangu, nyanyuka. Pole dadangu. Isiwe shida, tutamrudia tena siku nyingine. Tondoke. Hapigiki. Enda kufa naye huko.